tuendelee kwamba kuna muda kitu tunaanza ulisema kwamba teknolojia ni it's all about creativity and innovation. Bro, creativity. Neno creativity na innovation vinaingilianaje na teknolojia? Yaani wewe issue ya teknolojia vinaingiliana vipi na issue ya creativity? Na pia creativity naomba tusaidie. Neno kuna muda wengine tunachanganya creativity na innovation au maneno mawili. Sasa inaingiliana vipi na neno teknolojia? Kwanza kwenye upande wa creativity huwa kuna maneno fulani huwa yanapenda kwenda pamoja sana, creativity na critical thinking. Creative maana yake ni kwamba unafikiria, unakuja na something ambayo haikuwepo, then unakaa mahali unatulia, then unaona hivi, kwa nini labda hapa pasifanywe hivi, umefanya, yani unakuja na something new ambapo haikuwepo, una think creatively. Lakini critical thinking unaenda kuthink, sasa hapa nisirudie Kiingereza vile vile, lakini creative ndio uta come up na something new. Maana nitaka kusema critical thinking, una think critically. Sasa kwa wataalamu wa lugha pale wangenijia juu kwamba baba hujaongea kitu hapo, bado nakusikiliza bado. Kwa critical thinking bado utabidi uthink kama imesema critical, kwa maana yake ni kuhusisha akili kwa undani zaidi, pengine hata kuutilize ulichokuwa nacho. Yani okay, kuna hichi hapa kipo, lakini sasa bado kinapata downfalls kwenye upande fulani, we need some modification, we need some things. Okay, unaweza think sasa pale critically kwamba tunaweza introduce solution gani hapa, lakini creatively you will come up with something new. Sasa ukizileta kwenye upande wa technology ni kwamba mtu sasa anakaa creative thinking, uko na maana yake unafanya creative thinking, umekaa mahali sasa ukaona jinsi mambo yanavyofanya. Ndio kama tuseme technology ilipoanzia, tuseme labda kwa wenzetu kule kwamba okay, tunaendesha hii mifumo ya elimu ya nini iko hivi, ila mbona kama hao wanafunzi wanalazimika kwenye kuapply wasafiri kutokea mbali waje hapa, waje kutafuta form, halafu waangalie labda wakose na nafasi na vitu kama hivyo. Hivi kweli hakuwezi kukatwa na namna nyingine ya kufanya hivi kitu? Sasa maneno fulani yanaenda kuungana hapa pamoja. Teknolojia ni mabadiliko ya jinsi ambavyo tulikuwa tunafanya kitu. Kama tulikuwa tunafanya kwa mikono, sasa hivi tumeimprove kidogo, tunafanya kwa mashine au kompyuta na nini. Hiyo ni teknolojia. Sasa itategemea imetokea wapi. Kama tulikuwa tunatembea kwa mguu, tumeleta gari, teknolojia kwenye usafirishaji. Kama tulikuwa hizo teknolojia. Ukija na creative thinking, sasa kwa nini tusifanye hawa wanafunzi wakiwa huko mbali waweze kuweza kufanya application za vyuo labda au za mashule wakiwa kwa mbali, alafu majibu sahihi atakuja kama amelazimika kuja, au sana sana atakuja maana yake amekuja kwa ajili ya usajili, mambo mengine yaendelee. Kwa pale yule mtu anathink, hakuna hiyo. Sasa by that time tusifikirie kwa kitu ambacho tuna adopt. Kwetu tuna adopt sana sana, tufikiri atufanye creative, tunafanya critical kwamba hebu analyze. Critical thinking unaenda ku analyze hoja ambayo iko pale, kwamba kama tunachokifanya hapa tunaweza tukawa hapa ni mjadala wa kawaida, lakini kitu tayari kipo, mapinduzi ya kiteknolojia. Critical thinking tunaenda kulichimba hilo jambo na kulinani. Sasa ni kwetu tunafanya critical thinking. Je, hili jambo linakuja lina manufaa? Tuna think critically, wataalamu wanakaa wanaangalia, je, hili jambo kweli lina manufaa, ndio tunalipokea. Lakini kwenye creative ndio yule mtu sasa, kwa nini wasije hivi, kwa nasema hapa hivi. Sasa kutokana, sasa kumbuka teknolojia nayo sio kwamba tu ni something ambacho kimeevolve chenyewe hivi. Teknolojia pia inategemeana. Utagundua tunapokija kwenye computer imekuwa kama basics kubwa ya technology. The evolution of computer, mabadiliko makubwa ya computer. Kwa wale wataalamu wa lugha pia Kiswahili watatusaidia hapa. Kuna Kiswahili fasaha fikiri cha neno computer. Kwa hiyo wale pia wakinisikia tena watakuja wafanye marekebisho. Hapa sio computer, wataweka namna fulani. Lakini computer imekuwa kama basics kubwa ya hichi kitu hapa. Unaona, baada ya mabadiliko mbalimbali ya revolution tofauti au evolution, tuseme mabadiliko ya muda ya computer. Tunaona ukijaribu kusearch kwenye mtandao miaka hiyo utakuta moja ilikuwa ni kubwa sana, lakini ilikuwa na uwezo mdogo, ikaenda. Sasa kwa mtindo huo computer ilikuwa ina lay basic kubwa ya nini, ya teknolojia kwa ujumla. Ukija kwenye mifumo inayojiendesha, mifumo ya hospitalini, mifumo ya nini, ni all about unaongelea computer. Ukija kwenye magari yanayojiendesha wenyewe unaongelea computer.
kitu ambacho kinaenda kufanya operation based on the instruction ambazo utazipa. Kwa ni all about unatoa instructions zako, unaziweka katika mpangilio maalum, kile kitu kita implement. Kwa basics za hii technology, most of it basics yake au ground yake ni nini? Ni computer. Japo sio tu computer. Kwa mfano simu hizi za simu kubwa hizi tunazotumia smartphones, wanasema kwamba mwanzo betri ambazo zilikuwa haziruhusu hii charge and discharge, ambazo yani betri ambayo unaweza kuwa nayo hivi kama unavyokuwa nao kwenye simu kubwa. Maana yake ulikuwa lazimika labda kuwepo nayo kwenye power source na nini, hairuhusu ichukue charge tulie nayo alafu kaanza kupunguza taratibu recharge na vitu kama hivyo. Kwa the invention ya hizi betri ndio ikasababisha kwamba okay, tulikuwa hatuwezi tukawa na simu ya kutembea nayo. Sasa hivi tunaweza tukaa nayo kwa sababu huko tuna batteries ambazo tunaweza tukaweka pale ikawa ni charge. Kwa ile flexibility inaendelea. So kwa mtu asije akafikiri mabadiliko tu ni yameenda kwenye kompyuta. Sayansi kwa upande mwingine inasababisha pia, baada ya kuona kwamba okay, mwili wa binadamu huko hivi, uweka vitu fulani fulani mule ndani haiwezi affect, bali itasaidia kuadjust kitu fulani. Yani naongelea kwa maana ya kwamba tukiwa tunapitisha vifaa kwa ajili ya kufanya kuangalia kwa ndani kuna nini, au tunafanya ni operation au nini, tumeshaangalia kwamba mwili wa binadamu tumeusoma vizuri. Kwa ile pia inachangia kwenye teknolojia. Kwa mtu asije akastack tu somewhere akasema kwamba teknolojia ni all about computer, alafu sasa ndo turudi kule. Nimempeleka msikilizaji mbali, lakini asiwe na shaka, kwa sababu hivi vyote ni muhimu kuelewa. Mtu akitaka kuchangia kwenye teknolojia asifikiri kwamba mimi natakiwa tu nijue kompyuta. Kwa hiyo tusimnyime mtazamaji ule uhuru wa kwamba sasa okay, naweza nikafanya participation. Mimi nilikuwa nasoma kwa mfano mzuri kwenye organization yetu tuko na department mbalimbali ambazo sasa mtu atawaza labda wameshasema kwamba teknolojia bwana wameongelea kompyuta. Sasa mimi wa health na mchango gani? Kwa kusema mchango unakuja kwa namna hii. Wewe huku hivi baada ya watu kusoma mwili wa mwanadamu wakaona kabisa kwamba interaction na hivi vifaa, ndio maana tunasema kwamba sijui kuna waves fulani tunafanya x-ray, lakini tunajua side effects zake. Zile side effects zinatokana na pande zote mbili. Huku mifumo hiyo ya mawasiliano ambao au zile waves zinaongelea ile ambazo mtu anafanya kwenye x-ray na nini, lakini upande wa pili tunajua side effects kwa sababu tumestudy mwili wa binadamu unavyo react baada ya kukutana na vitu kama vile. Kwa wote wana nafasi sawa. Kwa tuache huko tusiende mbali. Nafikiri tutaitafutia kipindi kingine ni kwa namna gani mtu anaweza akafanya mchango katika teknolojia ili tuweze kuleta watu pamoja, wasije wakafikiri kwamba mimi kwa sababu nalima sina mchango. Kitu tutakifanya nafikiri kipindi kingine, nafikiri hilo uongozi unafikiri utaliona. Lakini nimalizie hapo. Wale wa mwanzo walipoona mwanafunzi asiwezi kuja mpaka huku kwa ajili ya kufanya application afu baadaye akose arudi apoteze nauli, mifumo ipo. Sasa faida yake ni kwamba yani tofauti wa creative na critical thinking au innovations zilipokuja ni kwamba watu sasa think creatively. Okay? Kwamba sasa hapa tuje na kitu kipya ambacho kitarahisisha hawa vijana wasiende. Kwa kwenye basics hizo ndio maana nilikupitisha kwenye basics mbalimbali za technology. Computer ikiwa one of the basics, nasema kwamba tu utilize sasa hapa ili kupata mfumo. Kwa sababu kama computer inaweza ikasikiliza set of rules au set of instruction ika-implement. Hem, tuangalie tunawezaje tukaweka instructions za mtindo huu ili tuweze tukarahisisha hili jambo. Kwa mtu akiwa mbali akafanya hivi. Wala think creatively. Hata na wewe leo ukakaa kitu hakipo, then ukaamua sasa kwamba bwana mimi nataka saa yangu hii hapa nilivaa hiyo sana iona. Okay. Nataka saa yangu nilivaa hiyo labda inajivalisha yenyewe, labda kitu kama hicho hakipo. Ukienda ukatulia think kwamba hapa utakuwa umethink creatively, alafu baadaye itakuja in turn kwa vitu utavyohitaji kuvifanya na nini, kwa ujumla utakuwa unafanya implementation ya technology pale kwa namna hiyo. Kwa nafikiri creativity mtu ameshaelewa sasa, anaanza kuja na kitu fulani kipya baada ya kuona gap, anakuja na kitu kipya. Innovation sasa ni japo neno lenyewe pia mara nyingi huwa linakaa sana kama utendaji fulani wa kitu, kwamba ubunifu fulani ambao umekuja, japo yanafanania, ila kwa wataalamu wa lugha watatusaidia wakati mwingine pia zina namna zinapishana. Ukienda pale ukicheki utaona zinapishana. Innovation imekuja sana katika kutenda, lakini is not a big issue, ni mule tu. Nafikiri hapo na mtazamaji au msikilizaji atakuwa ameelewa vyema kuhusiana na hasa creativity na innovation zinaingia wapi.
Ya, mimi nikiwa kwanza nimeelewa vyema sana. Okay. Kwa tunategemea kwamba next time ukija utatuonesha kwamba saa yako sasa yenyewe. Okay, sawa sana. Ndio kitu ambacho nimekaa chini nimefikiria, kwa sababu nipa wazo. Nije na kitu ambacho mtu akifanya tu hivyo, sasa inajibaa. Nzuri sana. Sahihi kabisa.